Mzigo unaanza hapa. Mtoto wa kishua huyu anaitwa Kevin anampa amri Mr. English ambaye ni mlinzi afungue geti. Mzee wa watu Mr. English ndio huyo. Umri umeenda, bado uchovu wa uzee, lakini ugumu wa maisha ulimfanya endelee kufanya kazi hapa. Mr. Kevin huyu anaingia ndani, ni mabishano tu na dada yake huyu anaitwa Becca. Hawa ni watoto wa tajiri mkubwa ambaye amefariki hivi karibuni. Hatua iliyopo ni hawa watoto kukabidhiwa mali na biashara za baba yao ili waweze kuziendeleza, lakini huyu mtoto wa kiume Kevin ni kiburi balaa. Mr. Kevin jioni anafuatwa na Mr. English huyu mlinzi. Mzee anaomba kiasi cha pesa cha mwezi huu kwani hajapewa. Mr. Kevin anasema, najua kuwa hujalipwa, usinisumbue sasa, na kama unaona hapa huna maslahi unaweza kutafuta sehemu nyingine. I say, hii jeuri ya Kevin ni noma. Baba huyu hapa Mr. English anarudi nyumbani, yupo hoi, hajalipwa hela na siku 10 zimepitiliza tangu mwezi uanze. Mzee anaumwa lakini hana hela ya hospitali kwani hajalipwa. Mzee huyu hapa Mr. English aliendelea tu kuwapa matumaini mabinti zake wawili kwamba mambo yatakaa sawa tu. Huku tena kwa tajiri Becca ambaye ni dada yake na Kevin yupo na huyu Dexter. Dexter ni mfanyakazi wa baba yao ambaye alipewa usimamizi wa mali zote na biashara mpaka pale atakapokabidhi kwa watoto hawa. Hivyo Dexter ndiye alikuwa mfanyakazi mwaminifu wa mzee wa hawa watoto. Usiku hapa Dexter alienda kuongea na Kevin. Nimechoka muda huu, sitaki kuongea chochote. I say, Kevin ni mbabe tu yani. Dexter anasisitiza kuwa kuna mambo mengi ya kampuni Kevin. Usichukulie kiwepesi hivyo. Hizo mali zako au za kwetu. Mbona kama unatupangia tena au kisa baba alikuamini wewe? Pale ndani ni mabishano tu. Asubuhi nyingine hii, mabinti zake na mzee Mr. English wanamsindikiza kazini. Mabinti wa mzee ni huyu Lisa na mwingine Wendy. Huyu mweupe ni Wendy. Huyu hapa Mr. English sasa kwa tajiri. Anamsalimia tu Kevin lakini majibu yake ni noma. Anasema, unajua kuwa hutaki kuwa hapa ndani. Sehemu yako ni kule getini huko. Nimekuja hapa. Ndiyo najua umekuja hapa kuomba hela ambayo haipo. Nimeshakwambia, Mr. Kevin, nataka kwenda hospitali na umwa. Tofauti na hapo sitaweza kufanya kazi. Basi kama huwezi kufanya kazi utaacha tu, maana unakuja hapa kushinda getini. Hakuna kazi unayofanya. Aisee, majibizano yale hayakuwa mazuri. Becca anamkuta Kevin amekaa pale na ni muda wa kusimamia supermarket. Kevin anasema, huwezi kunifundisha kazi wewe. Becca akapiga simu kwa Dexter na analalamika kwamba huyu Kevin ukimpa usimamizi wa mali za mzee basi atapoteza kila kitu. Huyu hapa Dexter anarudi hapa, lakini namna Mr. English anatembea na anavyoongea, jamaa anaona haipo sawa. Anauliza, mzee wangu, mbona kama unaumwa? Mr. English anakataa kwani anaogopa asije kuwagombanisha hawa. Dexter alikuwa na moyo mzuri na hapendi kuona wafanyakazi wa bosi wanateseka baada ya kifo chake. Dexter anaingia ndani, anamkuta Kevin anakula. Anamuita tu Kevin, anasema, nakula huoni, kwa nini unaniongelesha? Dexter anaelezea kuwa kwa miaka 10 nimefanya kazi na baba yenu na maagizo yake alisema nihakikishe usimamizi na kukabidhi nyinyi tuendeleze aliyoyaacha. Kevin yeye hajali, kwanza wewe baba alikuokota ukiwa huna lolote. Leo ndo unajifanya kunipangia mimi cha kufanya? Tafadhali wasiliana tu na mwanasheria ufanye makabidhiano ya ofisi. Ofisi sitawapa mpaka nione una nia kusimamia biashara. Siwezi Kevin. Hii inakuwa noma. Nyumbani huku inakuwa siku mbaya kwa familia ya Mr. English. Wendy huyu mtoto wake anaumia sana. Baba yake anateseka. Mr. English anasema, familia ile nimeitumikia kwa miaka mingi. Bosi wangu alinipenda na kunijali. Lakini baada ya kifo chake sikutarajia kama watoto wake watanifikisha hapa. Wendy anasema, baba unaumwa sana. Naomba tutafute namna tupate hela tu uende hospitali. Asubuhi hii Mr. English anataka kujiandaa kwenda kazini, lakini Wendy anasema, hapana baba. Hapana baba, sitakubali, unaumwa sana, hauwezi. Mr. English anasema, nisipoenda yule kijana atatumia nafasi hiyo kunifukuza kazi. Kumekucha sasa huku bibi Wendy ameamua kutinga sare ya mzee wake na kwenda kumshikia zamu. Kevin anaingia hapa, anashangaa mtu mpya getini anamuita. Anauliza tu, ni nani wewe na unafanya nini hapa? Anasema, naitwa Wendy, mimi ni binti wa Mr. English. Nimekuja kumshikia zamu. Mr. Kevin anasema, unaingiaje bila ruhusa yangu? Naomba kabla ya jioni haijafika nisikuone hapa. Wendy aliomba msamaha pale, baba anaumwa sana, atakuja kuendelea tu akipona. Pale ikawa kama bahati, kuna gari ipo getini. Wendy anakimbia kufungua. Bahati nzuri Mr. Dexter anafika pale, anauliza, wewe ni nani? Anasema, mimi ni binti wa Mr. English. Hawezi kuja huku anaumwa. Ile ilimshtua sana Dexter. Anamkubali sana Mr. English. Wendy analia pale, naombeni sana msimfukuze. Hatuna hela ya kumpeleka hospitali. Hajalipwa mshahara wa mwezi uliopita bado. Ile sasa ikamshtua Mr. Dexter. Namwambia Kevin, unazingua sasa. Ilibidi waingie ndani huko kuwasha moto. Kumbe Dexter huyu ameshaweka hela zote za matumizi ya nyumbani kwenye akaunti ya Kevin, na hapa anakuja kupata habari Mr. English hajalipwa. Mr. Kevin naye hataki kuelewa, anasema nyinyi wote
mnaojifanya mna uchungu na mali za baba yangu nitawazingua. Dexter anatoka nje, Wendy anamuomba nisaidie baba. Nisipoteze hii kazi, baba yangu atarudi tu. Dexter anamwambia, binti, nimeshaweka tayari pesa ya miezi miwili kwenye akaunti ya baba yako. Kwa hiyo mpeleke hospitali na mwambie nitakuja. Aisee, ile ni bahati sana kwa familia ya Mr. English kupata mtu kama Dexter huyu. Hatimaye familia ya Mr. English ina furaha sasa. Yupo hapa na mtoto wake Wendy baada ya kutoka hospitali. Wanapiga story na dawa zinaendelea kama kawaida. Huku Dexter yupo na dadake Kevin. Wote hapa wanatoa malalamiko kwa kaka wa familia ambaye hajali mali za baba yake. Dexter licha ya kwamba alikuwa ni mfanyakazi wa bosi, lakini anaumia sana kuona watoto hawana uchungu na mali za baba yao. Beka sasa anasema tu, ujue Dexter, wewe una moyo wa tofauti sana. Unapambania mali zetu kuliko hata sisi. Kaka yangu anakuangusha lakini bado unasimama tena. Nikwambie tu, ipo siku nitakupa ofa ya kutoka sehemu nzuri na kukupa asante. Babako kashtuka, ofa ya mtoko tena amevurugwa. Akasema bila shaka, ni wajibu wangu tu Beka. Huyu hapa Dexter kwa Mr. English kama alivyoahidi anakuja. Mr. English alifarijika sana kuona bosi wake huyu bado ana upendo hata nje ya kazi. Dexter alimsifia sana Wendy kwamba binti yako ana uthubutu. Hata wewe ukiwa umekwama anasimama mbele kukupigania. Dexter tena huyu hapa, na hapa aliamua sasa kukaa na Wendy kupigania story kwani alivutiwa na ujasiri wake. Anampa maua tu pale, unajua wewe unatakiwa kuwa sehemu nzuri sana. Bla zikawa nyingi pale. Bana wewe, wanaongea pale. Beka mtoto wa bosi huyu hapa. Please Dexter, can I talk to you? Dexter anaitwa tu pembeni pale. Sasa haka nako kana wivu, kumbe kameanza kumpenda Dexter. Unajua mimi sina amani kabisa, nataka kujifunza vitu vingi. So naomba tuongozane popote unapoenda. Dexter anaona mtihani huu. Anasema mimi nitakusupport tu, lakini kuhusu kuwa karibu na mimi ngoja kwanza nimalize mambo ya mwanasheria. Lile lilimkwaza sana binti. Anasema kwa hiyo kumpambania Kevin ni sawa, lakini mimi unaona kama sifai. Bwana. Ule ni mtihani kwa Dexter sasa. Tukutane sehemu inayofuata.